مرحبا بكم أعزائي الطلاب اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. Wapenzi wa lugha ya Kiarabu, katika kipindi hichi tuanza na kitu kipya. Tuanza kusoma na kufasiri na kueleza visa vya watoto kwa lugha ya Kiarabu. Na hilo litasaidia wanafunzi wa Kiarabu ili masomo yasiwe tu fawaid na mfano wa fawaid. Itakuwa ni njia nyepesi na ya kujifunza lugha ya Kiarabu na kushika maneno mapya, kujifunza maneno mapya inshallah. Tayeb. Kwa hivyo katika kipindi hichi tuanza na kijitabu kidogo cha watoto kinachoitwa ana wa akhi. Akhi yani ndugu yangu. Akh ni ndugu wa kiume. Ya hapa manake ni yangu, ndugu yangu. Ama kaka. Kaka ni ndugu wa kiume. Akh ni ndugu wa kiume. Ukhut ni ndugu wa kike. Ukhut, dada. Yani kaka, dada, akh, ukhut. Na wahusika ama al-abtal. Al-abtal katika kisa hichi, al-abtal yani mashujaa, wahusika wakuu. Wahusika wakuu wa kisa hichi ni hawa unaona mbele yako, hawa wawili. Huyo ni nadhani ni ndugu mkubwa, kaka mkubwa kwa sababu ni mrefu. Na huyu mdogo. Ushaona? Ni mdogo wake. Huyu hapa. Huyu hapa ndio batal mwenyewe. Batal mwenyewe. Kila kisa kwa Kiarabu tusema qissa. Kwa qaf na sad. Kwa Kiswahili ni kisa. Na kaf na sin kisa. Kwa Kiarabu asili yake ya hilo neno la Kiswahili ni qissa. Qissatun. Kila qissa lazima iwe na batal. Na mhusika mkuu na ndio huyu. Na huyu asema nini? Asema assalamu alaikum. Ana sadiqukum Walid. Ana mimi sadiqukum. Sadiq ni neno manake ni rafiki. Ni neno manake ni wenu. Unaona, rafiki wenu. Sadiq kwa Kiarabu manake ni rafiki, lakini pia neno rafiki hutumika katika Kiarabu, yani rafiq. Huandikwa hivi, rafiq. Neno rafiq liko katika Kiarabu na hutumika, lakini zaidi katika Kiswahili rafiki ni kila aina ya rafiki, lakini katika Kiarabu rafiq hasa manake ni yule unamsafiri mwenzako, mwasafiri pamoja, tunamuita rafiq. Lakini katika baadhi ya bilad, baadhi ya nchi za Kiarabu pia wanasema yani rafiq, yani rafiki, kama vile Waswahili wanavyosema. Kama mfano Suria, Lubnan, Filistin, Urdun, utasikia rafi, hawatamki qaf, wanasema rafi, yani rafiki. Basi huyu aitwa Walid. Huyu mtoto aitwa Walid. Umri yani umri wangu. Unaona, umr hapa ni neno umri na ya manake ni wangu. Umri wangu. Umr Kiarabu na ain, umri Kiswahili bila ain, alif tu Kiswahili. Umri khamsu yani tano. Khamsu sanawatin, miaka mitano. Khamsu tano, huandikwa hivi.
unaona. Nambari yani kwa sura ya nambari, namba huandikwa hivi, kwa sura ya huruf huandikwa hivi, unaona. Sanawat, sana ni moja, mwaka. Sanawat ni miaka. Hapa tunaona mkono na vidole vitano. Khamsatun, khamsatun. Tayeb, haya twende mbele. Huyu ni Walid, huyu ni batal wa qissa hiki. Sabahul khair, sabah الخير. صباح asubuhi, khair ni khairi. Asubuhi ya khairi, yani asubuhi njema. Anatutakia asubuhi njema. Ana sadiqukum Said, mimi ni sadiq, rafiki. Kum, wenu. Said, huyu aitwa Said. Said maanake hasa ni mwenye furaha. Said. Umri, huyu ni mwingine, afwan, huyu ni mdogo. Huyu sio batal, ama wote wawili ni batal. Khalas, wote wawili ni mashujaa, wote wawili ndio abtal. Batal ni moja, abtal ni wengi, unaona. Kama vile yani kila qissa lazima kiwe na abtal. Ana sadiqukum Said, mimi rafiki wenu Said. Umri wangu thalathu, tatu. Thalathu ni hapa, unaona. Raqam ni namba. Sanawat, mimi nina miaka, umri wangu ni miaka mitatu. Thalathatun, thalathatun. Huyu mtoto na anasimama mbele ya kitanda chake, anasema huyu ni Walid, ni mkubwa. Mkubwa ni Walid, ana miaka mitano, na mdogo ni Said, ana miaka mitatu. Anasema nini? Anasema astayqidhu, naamka, yani huwa naamka, astayqidhu, huwa naamka, kila yaumin, siku, fi, katika, saati, saa ni saa Kiswahili, ain imekuwa ni alif kwa Kiswahili. Fi saati sabiati, mimi huwa yani naamka kila siku saa moja. Saa saba ni saa moja Kiswahili, kutumia yani saa za Kiswahili. Sabahan, asubuhi. Sabahan ni katika asubuhi. Uratibu ghurfata, uratibu napanga, naweka sawa. Yani rattaba yani ni kuweka vitu kwa utaratibu. Tartib, taratibu. Utaratibu yani wapanga vitu kwa utaratibu. Ana uratibu, naweka vitu kwa utaratibu. Ghurfata naumi, chumba cha kulala. Ona huyu panga, anaweka vitu vizuri, anaweka kila kitu mahali pake. Uratibu. Sab'atun, yani saba. Kwa hesabu, unaona, 1 2 3 4, unaona. 1 2 3 4 5 6 7. Yalla tuende mbele. Na huyu ni nani? Huyu ni Walid am ni Said? Huyu ni Said. Huyu ni Said. Na pia yuonesha ni Said kweli, manake anafurahi. Unamwona anafurahi? Anateka hapa. Unamwona anateka? Anafurahi. Said. Wa ana
na mimi astaiqidhu, na amka, kulla yawmin fi, katika asaati sabiati, yeye pia amka saa ile ile, saa ile ile, sabahan, asubuhi. Wa urattibu ghurfata naumi, na yeye pia yuwaratib, yuwapanga, anaweka vitu sawa. Alafu huyu ni Walid. Walid yuwaoga, yuko bafuni woga. Alhamam ni bafu. Walid asema astahimu ni kuoga. Astahimu sabaha astahimu sabaha kulli yaumin, naoga asubuhi kila siku. Wa aghsilu ni kusafisha ama kuosha. Katika Kiswahili neno ghusli iko. Ghusli manake watu wa kuoga janaba huwa wanasema ghusli. Ghusli ni hiyo hiyo, yani kuosha. Kwa hivyo ukijua ghusli kwa lugha ya Kiswahili utaelewa aghsilu. Ana aghsilu jismi ni mwili. Hiyo ya manake ni wangu, mwili wangu. Bilmai, mai ni maji. Wasabun, sabuni. Waghsilu jismi, naosha mwili wangu. Bilmai wasabun, kwa maji na sabuni. Astahimu kuoga. Aghsilu kuosha. Maun maji. Sabun. Na huyu pia ni Walid nadhani. Walid na huyu ni Said. Huyu ni mdogo, yule mwenye miaka 3 ni hodari, mashallah, hodari. Wote wawili ni watoto mahodari kabisa. Kwa Kiarabu tunasema shatirin, mashallah, shatirin yani mahodari. Hawa watoto, Mungu atujalie, aturuzuku watoto mahodari kama hawa. Semeni amin. Said wa ana na mimi, wa manake na, ana ni mimi. Astahimu naoga. Sabaha asubuhi. Kulli yaumin kila siku. Wa unadhif na nasafisha. Wa unadhifu asnani, meno yangu. Furshati ni ule mswaki, sio mti, mswaki wa kizungu, yani brashi ya meno. Wal majun ni dawa, ile dawa ya meno, yani brashi hii furshatun waipaka dawa majun, hiyo majun. Unadhifu nasafisha asnan. Huyu pia naona anahitaji pia kusafisha uso wake, manake rangi yake imebadilika, amekuwa rangi ya kijani na sio sawa, yani anafaa hiyo rangi kidogo inanitia wasiwasi, inanitia kidogo wasiwasi kuhusu hali yake. Inshallah khair. Tuomba salama, tuomba khair, tuomba stara inshallah. Walid albisu navaa. Thiyabi, nguo zangu, yani ya ni yangu, thiyab ni nguo. Thawb ni nguo moja, thiyab ni nguo nyingi. Wa
Amshutu, amshutu ni kutana. Sha'ri, sha'ri nywele zangu, na natana nywele zangu. Tayib, albusu navaa, thiyabun nguo, amshutu natana, sha'run yani nywele, mishtun, mishtun ni kitana. Tayib, na huyu pia ana tana nywele na anavaa nguo, ni mtoto shatir, shatir hodari. Said, wa ana albusu thiyabi, nguo zangu, wamshutu natana sha'ri nywele. Tayib, kisa kizuri kabisa, kisa hichi ni kizuri kabisa. Walid, atanawalu, atanawalu nala. Tanawal, tanawulu ina maana nyingi, sio kula tu, lakini tutaizungumza siku nyingine inshallah. Atanawalu at-taama, chakula, taam ni chakula. Al-iftar, iftar kama Kiswahili iftar, chakula cha asubuhi, yani unapolala wafunga sihuli, alafu unafungua kinywa, hiyo iftar, wafungua. Tayib, fi katika as-sabah, asubuhi, wa ashrabu na nakunwa alhalib, maziwa. Lakini Kiswahili siku hizi hutumii hilo neno iftar, ila Ramadhani tu watu sema iftar. Katika siku zingine, siku za kawaida hawasemi hivi, wanasema chai tu, chai asubuhi. Manake kahawa sio sana watu kunwa kahawa katika nchi hizo za nini za Kiswahili, zaidi wanakunwa chai. Taamul iftar, chakula cha iftar cha asubuhi. Halib, chakula cha kufungua, yani kufungua kinywa. Umelala hujakula, waamka wataka kufungua kinywa. Maziwa. Said, wa ana atanawalu taama al-iftari fi sabahi, na mimi wa ana atanawalu nala taam chakula al-iftari iftar fi as-sabahi asubuhi, wa ashrabu na nakunwa al-halib. Tayib, halib maziwa. Una huyu ana begi lake hapa, shanta, yani shanta, shanta. Naam. Walid, urattibu haqibata almadrasati, napanga, naweka vitu sawa. Urattibu, natengeza, labda natengeza. Haqiba, haqiba ni begi, pia unaweza kusema shanta, Kiarabu shanta, haqiba. Haqiba watu hawatumii wakizungumza, vitabu sana utakuta neno hili haqiba, haqibatun, lakini katika mazungumzo utakuta watu wasema shanta. Urattibu haqibata almadrasati, begi la skuli. Wa antadhiru, na nasubiri, alhafilata, basi, allati ambayo, ama ambalo, labda basi ambalo, taakhudhuni, taakhudhuni, itakayonitukua, itakayonitukua, ama litakalonitukua, litakalonitukua, ila almadrasa, kwenda skuli. Madrasa ni skuli. Haqiba, shanta, begi. Antadhiru, nasubiri. Hafila, basi. Madrasa, skuli ama chuo. Na huyu ni mdogo, huyu ni mdogo pia, anaweka vitu, anafunga funga vitu vyake katika
anatia katika begi pia. Said, wa ana uratibu haqibata almadrasa, begi la skuli mimi pia naweka vitu. Wantadhiru, na nasubiri alhafilata allati, ambalo ta'khudhuni, litakalonitukua, ila, kwenda, madrasa pia ni Kiswahili madrasa, lakini watu wakisema madrasa huwa Waswahili wakisema madrasa huwa wanamaanisha zaidi yani chuo ambacho kinasomesha Quran. Walid huyu hapa anakwenda, utaona ashapanda basi yuenda zake skuli, tunamtakia kila la kheri. Walid, arkabu alhafila, arkabu inapanda, alhafila basi, wa adhhabu ninakwenda, ila kwenda, almadrasati skuli, fi التاسعة رقم هي رقم 9 صباحا asubuhi. Arkabu napanda, 9 na huyu mdogo pia yuwapanda basi, napanda basi ni pia basi, yani ana kidude hicho kwa shekli ya basi. Said, wa ana, na mimi, arkabu alhafilata, wa ana mimi, arkabu napanda, alhafilata basi, wa adhhabu na nakwenda, ila yuenda wapi? Nukta Kiswahili, unaona hivi vitone ni Kiswahili, nukta Kiarabu ni nukta. An-nawm, wa adhhabu ila an-nawm, nenda zangu wapi? An-nawm, usingizini, warudi usingizini, manake yule ni mdogo haendi kusoma, sio haendi skuli. tusbihuna ala khair, ala khair yani ni kwa heri. Tusbihuna yani mwamke ala khair, mwamke katika hali ya khair, yani usiku mwema, yani laleni salama na inshallah mtapoamka mtaamka katika hali nzuri, ala khair. Tayeb, haya tuyarudie maneno yote tuliyofuta ama tuliyapitia katika qissa hichi. 3 3, 5 5, 7 7, 9 9, maun maji. Naam. Sabun majun, dawa ya meno. Furshatun, brashi. Asnanun, meno. Aghsilu, ninaosha. Astahimu, naoga. Unadhifu, nasafisha. Albisu, navaa. Uratibu, napanga. Amshitu, natana. Mishtun, kitana. Sha'run, nywele. Thiyabun, nguo. Antadhiru, nasubiri. Arkabu. Hapa wamekosea, manake hii ni kasra, inafaa kuwa fatha. Antadhiru.
Hafilatun basi, haqibatun begi, madrasatun taamul iftar, chakula cha iftar cha asubuhi, halibun maziwa. Na kisa chetu cha kipindi hichi kimekwisha. Inshallah tutakuja kuonana tena na kisa kipya. Kwa sasa kwaherini.